Our theme ujumbe wetu says, unasema Jesus, my forever friend. Yes, Jesus is our forever friend. Yesu ni rafiki yetu wa milele. Who remember the sermon I preached yesterday? Nani anakumbuka somo la jana? Okay, many hands. Naona mikono mingi sana. Let's reply all of us together. 1, 2, 3, start. Once again. Wow, say amen to yourself. Amen. A big amen again. Amen. And today we have another sermon. Sasa leo tuna somo lingine. Turn to your neighbor. Mgeukie rafiki yako. Turn to your neighbor. Mgeukie rafiki yako. Say neighbor. Mwambie jirani. Say neighbor. Do you know why? Do you know what? Do you know what? Do you know what? Jesus walks with me. Walks with me. Jesus walks. Now listen. Sometimes life feels happy and fun. Unajua kuna wakati mwingine maisha yanaonekana furaha ya kuchekesha sana. When you go to an exam, unapoenda katika mtihani, you do an exam, unaufanya ule mtihani, you get an A, unapata A, life feels better. Hapo najihisi vizuri. When you go back home, unaporudi nyumbani, and you find your mother has cooked you food, unakuta mama amekupikia chakula kizuri, and you eat, alafu kula kile chakula, life feels happy and fun. Unajihisi vizuri, maisha yenye furaha. When you get an A in an exam, unapopata A katika mtihani, maybe is a mathematic subject, labda ni somo la hisabati, and then you get an A, we are lonely. Tunajihisi wapweke. And this is not good. Na hii si nzuri sana. When bad things happen to you, mambo mabaya yanapokutokea, makes life difficult, yanafanya maisha kuwa magumu, makes your life unhappy, yanafanya maisha yanakuwa hayana. But the good news is that, lakini habari njema ni kwamba, we are never alone. Hatuko peke yetu. We are never alone. Hatuko peke yetu. Our good friend of ours, rafiki yetu mpendwa, Jesus, Yesu, is with us. Yuko kuumwa. Jesus, yes, is with you. Yuko nawe. This is our friend forever. Yeye forever. Yeye ni rafiki yetu wa milele. I say this is our friend forever. Huyu ni rafiki yetu wa milele. I say this is our friend forever. Amen. Now, sasa, let's read from the Bible. Sasa tufungue Biblia zetu. The book of Psalm 23 verse 4. Katika kitabu cha Zaburi 23 na ule mstari wa 4. Psalm 23 and verse 4. Zaburi 23 na mstari wa 4. And my translator will read. Biblia inasema, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa maana malaria or tuberculosis au TB, understand that Jesus is there. Wewe lewa Yesu yuko pale. You just call him. Muite yeye. He'll come. Atakuja and help you. Na atakusaidia. So he says, hivyo anasema, even though nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, si mabaya, kwa sababu uko nami. Hivyo ipo habari njema katika Biblia. Hebu niwaulize swali. Mnamjua rafiki aliyetupwa katika tundu la simba? Ni nani huyo?
Daniel. Again? Yes. Ndio. In the Bible, Katika Biblia there was a man named Daniel alikuwepo mtu anaitwa Danieli who loved God very much. aliyempenda Mungu sana. He prayed to God every day, Alimuomba Mungu kila siku, even when he was very busy. na hata katika nyakati za He had a time alikuwa na muda to talk with God. wa kuzungumza na Mungu. He had a time Alikuwa na muda to go to his knees kwenda magotini and pray. na kuomba. Do you know why? Unajua ni kwa nini? Because he knew Kwa sababu alitambua God is with him. Mungu yuko pamoja And naye. today I have a message Na leo ninao ujumbe which says unaosema Jesus Yesu walks anatembea with us. pamoja nasi. Daniel was so honest Danieli alikuwa muungwana sana, and wise alikuwa mwenye hekima sana, that the king liked him a lot kiasi cha kupendwa sana na mfalme, and gave him a high position in the kingdom. na akampandisha kuwa na nafasi kubwa katika utawala wake. But some men were jealous of Daniel. Lakini baadhi ya watu walikuwa wanamwonea wivu. They didn't like how the king trusted him. Walikuwa hawapendi kuona mfalme amemwamini. They had a plan. They prepared a plan. Kwa hiyo wakatengeneza mpango. It was a tricky plan. Ulikuwa ni mpango mahususi. Walimwendea mfalme. They told the king to make a new law. Wakamweleza mfalme aanzishe sheria mpya. And mfalme akawasikiliza. Which law should I introduce? Na sheria gani ambayo niitoe? They said, wakasema, we want all people on the land, watu wote katika dunia, to worship you wa kuabudu wewe for 30 days. Kwa siku 30. No one is allowed to pray to any God. Hakuna atakayeruhusiwa kumuomba Mungu yoyote except the king, isipokuwa mfalme, for 30 days. Kwa hizo siku 30. And they said, na hivyo wakasema, if anyone broke the law, kama kutakuwa na atakaye ivunja hiyo sheria, they would be thrown into a den full of hungry lions. Atatupwa katika tundu lile lenye simba wengi. Have you ever seen a lion? Uliwahi kumuona simba? I don't mean on TV. Si katika TV. Have you ever seen a live lion? Ulishawahi kumuona simba uso kwa uso? Raise your hand. Where? Sehemu gani? Where did you see them? Zoo. Oh. Zoo. Kwenye maonyesho ya wanyama. Okay. One day I was driving to Katavi. Siku moja nilikuwa nikiendesha gari kuelekea Katavi. It was the middle of the night. Ilikuwa ni katikati ya usiku. I saw 5 lions ahead of me. Niliwaona simba kadhaa mbele yangu. They were on the road. Wote walikuwa katikati ya njia. In front of me. Mbele yangu. I stopped the car. Nikapaki gari. Trembling myself in the car. Nikiwa natetemeka. They are terrifying when you see these lions. Wanatisha hawa simba. And they are busy just walking slowly going aside. Na walikuwa kitembea taratibu kwenda upande mwingine. 5 lions. Wale simba. But they were outside the car. Walikuwa nje ya gari. Though they were outside the car, ijapokuwa walikuwa nje ya gari, I was inside my car. Mimi nilikuwa ndani ya gari. But I was trembling. Lakini nilikuwa natetemeka. They are bad animals. Sio wanyama wazuri.
Are these friendly animals? Ni wanyama marafiki? Do they eat people? Wanakula watu? Now the law was made. Sasa sheria ikawekwa. Anyone who will be caught praying to the dens of lions atatupwa katika tundu la simba. Now Daniel heard about this new law. Kwa hivyo Danieli akasikia hiyo sheria mpya. But he still prayed to God like he always did. Lakini akadumu kumwomba Mungu kama siku zote alivyokuwa akifanya. The law says, sheria inasema, we should si muabudu mwingine isipokuwa mfalme. And Daniel heard about this. Na Danieli akalisikia hilo. But he didn't stop praying to God. Lakini hakuacha kumwomba Mungu. He continued praying to God. Aliendelea kumwomba Mungu. I have a question. Ninalo swali. I have a question. Ninalo swali. I have a question. Ninalo swali. Tell your neighbor, my neighbor. Mwambie jirani, pastor has a question for you. Mchungaji ana swali juu yako. Ask him or her. Say, pastor has a question for you. Pastor has a question for you. If it could be you, kama ingekuwa wewe, and you have heard about the new law, na umeisikia hiyo sheria mpya, if you'll be caught praying to other God, kwamba ukikamatwa unaomba Mungu mwingine zaidi ya mfalme, you will be caught and thrown in the dens of lions, utatupwa ndani ya simba. Are you going to pray or you will stop praying? Utaomba au utaacha kuomba? Are you ready to be eaten by lion? Uko tayari kuliwa na simba? Now that is what Daniel did. Na hicho ndicho ambacho Danieli alifanya. Because he was praying to God in heaven. Kwa sababu alikuwa akimuomba Mungu mbinguni. He didn't stop. Hakuacha kufanya hivyo. And I have a message for you. Na ninao ujumbe kwa ajili yako. I have a message for you. Ninao ujumbe kwa ajili yako. Don't stop to pray. Usiache kuomba. I say don't stop to pray. Usiache kuomba. I say don't stop to pray. Usiache kuomba. Nothing should hinder you from praying. Chochote kisikuzuie wewe kufanya maombi. In the morning, asubuhi, pray. Omba. Afternoon, mchana, pray. Omba. Before going to bed, kabla ya kulala, pray. Omba. When you are walking, unapotembea, if you remember your friend Jesus, unapomkumbuka rafiki yako Yesu, pray. Omba. Why? Kwa sababu gani? Jesus walks with you. Yesu anatembea pamoja nawe. This is our friend. He is always with us. Huyu ni rafiki yetu siku zote yuko nasi. Maombi is a tool to talk to our friend. Ndiyo njia ya kuzungumza na rafiki. Can you walk with your friend and you are not talking? Hivi unaweza kutembea na rafiki yako afu amuongei? From here Tabs to Ndembela to Tukui. I wanted to say Katumba. Katumba. To Katumba. You are walking like this. Yani mnatembea. Here is my friend. Mnatembea na rafiki. We are walking from here. Tunatembea tokea hapa. Up to Katumba. Mpaka Katumba. We are not talking. We are atuongei. Until we reach Katumba. Mpaka tunafika Katumba. Are we friends? Hivi hapo ni marafiki? Friends talk to each other. Marafiki wanazungumza pamoja. And we are friends with Jesus. Na si ni marafiki na Yesu. And we walk with him. Na tunatembea pamoja naye. Let's talk to him. Tuzungumze pamoja naye. Who are saying I'll be talking with my friend Jesus? Wangapi wanasema nitakuwa nikizungumza na rafiki yangu Yesu? Wow, say amen. Sema amina. Now, sasa the jealous man, na hawa watu wenye wivu, saw Daniel praying. Wakamuona Danieli akiomba. They visited Daniel's house.
wakatembelea nyumba yake Danieli. They saw Daniel praying. Wakamkuta Danieli akiomba. In the morning, they saw him praying. Wakamwona asubuhi anaomba. In the afternoon, they saw him praying. Mchana anaomba. In the evening, they saw him praying. Na jioni akiwa anaomba. If it could be today, ingekuwa ni siku ni hivi leo, they could take a picture. Wangemchukua picha. That picture, hiyo picha, could be used wangeitumia when they go to say to the king. Kwenda wakati wanaenda kumwonyesha mfalme. Now they said they went to the king. Hivyo wakamwendea mfalme. And they told the king. Na wakamwambia mfalme. The king was very sad. Mfalme akasikitika sana. Because kwa sababu King Nebuchadnezzar, huyu mfalme, like Daniel, alimpenda sana Danieli. but he had to follow the law. Lakini alikuwa anatakiwa kufuata ile sheria. He was not ready to put Daniel in the dens of lions. Hakutaka kumweka Danieli katika lile tundu la simba. And Daniel was thrown into the lion's den. Lakini hilo jambo limpelekea Danieli akatupwa kule. He stayed the whole night. Akasalia usiku mzima ndani ya tundu la simba. That night, usiku huo, the king couldn't sleep. Mfalme hakuweza kulala. He hoped Daniel's God would save him. Na akadhani ya kwamba Daniel alikuwa akifikiri atamwokoa vipi Danieli. He hoped Daniel's God would save him. Alitumaini Mungu wa Danieli atamwokoa. So he was thinking about those lions. Kwa hiyo alikuwa anafikiria hao simba sasa. Early in the morning, asubuhi na mapema, the king ran to the lion's den. Huyu mfalme akakimbilia katika ile tundu la simba. And looked in. Na akatazama kwenye tundu pale. He saw Daniel. Akamwona Danieli with lions. Pamoja na simba. Remember, these lions were hungry. Unajua hawa simba walikuwa na njaa. And the food is in their den. Na chakula kiko katika tundu lao. And the food is none but Daniel. Na hicho chakula si kingine ila Danieli. But these lions didn't eat Daniel. Lakini hawa simba hawakumla Danieli. Do you know why? Unajua kwa nini? Why lions didn't eat Daniel? Kwa nini simba hawakumla Danieli? I see the hand there. Naona mikono pale. From the window, this first, yes. Because Daniel was praying the whole night. Good. Say amen to him. Mpeni amina. Daniel was alive. Danieli alikuwa hai. God had sent an angel to shout the mouth of the lions. Mungu alituma malaika wakafunge makanwa au meno ya simba. That's why I'm saying we are walking with Jesus everywhere. Na hii ndio maana tunasema tunatembea na Yesu mahali gani? We are walking with Jesus everywhere. Tunatembea na Yesu kila mahali. In the class, we are with Jesus. Darasani tuko na Yesu. At home, we are with Jesus. Nyumbani tuko na Yesu. Even Daniel was with Jesus. Na Danieli alikuwa pamoja na Yesu. God sent angels. Na malaika walitumwa na Mungu to shut the mouth of the den. Kufunga of the lions. Vinywa vya simba. Now the king saw Daniel there alive. Mfalme akamwona pale Danieli akiwa hai. The king was so happy. Mfalme alikuwa na furaha sana. He took Daniel out of the den. Alimchukua Danieli nje ya tundu lile. And made a new law. Na akatengeneza sheria mpya. And the law says.
Na hiyo sheria ilisema everyone must respect Daniel's God, kila mmoja aheshimu Mungu wa Danieli, because he is the living God who saves. kwa sababu ndiye Mungu aliye hai awezaye kuokoa. I repeat this. Narudia hili. Everyone must respect Daniel's God, Kila mmoja amheshimu Mungu wa Danieli, because he is the living God who saves. kwa sababu ndiye Mungu aliye hai awezaye kuokoa. And the friend of ours, Jesus, Na rafiki yetu Yesu save us. anatuokoa. He's ready to save us. Yuko tayari I'm kutuokoa. preaching to you about God who is able to save us. Na wahubiria habari za Yesu aliye tayari kuokoa. When we are in danger, Unapokuwa katika hatari, because you are walking with him, kwa sababu unatembea pamoja naye, call him. muite, He will save you. atakuokoa. When you believe in Jesus Unapomwamini Yesu and you decide to walk with him, na ukaamua kutembea and naye, you are in problems like Daniel, na uko katika matatizo kama Danieli, God will come and save you. Yesu Mungu atakuja kukuokoa. The lions Simba hawa didn't eat Daniel. hakumla Danieli. We have a lot of lions nowadays. Tunayo masimba mengi siku hizi za leo. It's not the really lions, Sio simba wa harisia, but problems which are facing us are the lions of today. lakini matatizo yanayotukabili ndiyo simba wa leo. Your mother is sick, Mama yako anaumwa, or your father is sick. au baba yako anaumwa, He can't go to work and find money for you, hawezi kwenda kazini kutafuta pesa kwa to yako, buy new clothes for you. kukununulia nguo mpya. Go and pray to our friend Jesus. Nenda ukamuombe rafiki yetu Yesu, He'll come and solve that problem. atakuja na kutatua changamoto yako. Jesus, Jesus, my forever friend. now we have to trust in God. Sasa tunamwamini Mungu. We have to trust in God, Tunatakiwa kumwamini Mungu, and He will take care of you. naye atatuhudumia. No matter how hard things get, Hata kama mambo yakiwa magumu kiasi gani, be faithful to God always. kuwa mwaminifu kwa Mungu siku zote. Daniel prayed to God even when it was dangerous. Danieli alimuomba Mungu hata katika nyakati za hatari. He didn't stop doing what was right. Hakuacha kufanya kilichokuwa sahihi. God is always with us. Mungu siku zote yuko nasi. The lion's den, Hata katika tundu la simba, God was there to protect Daniel. Mungu alikuwa pale kumlinda God Danieli. never leaves us alone. Mungu hata tuacha peke yetu. Always encourage yourself Siku zote tujitie moyo to do what is right. kufanya yaliyo sahihi. Daniel was brave Danieli alikuwa ni jasiri sana, and didn't let fear stop him from praying. na hakuruhusu hofu imzuie kufanya maombi. He didn't let fear stop him from praying. Hakuweza kuruhusu hofu imzuie kufanya We maombi. should also be strong Nasi tunapaswa kuwa na and do ushujaa what pleases God. na kufanya yanayompendeza Mungu. God honors those who honor him. Mungu anawainua wale wanaomheshimu, Because Daniel stayed faithful, kwa sababu Danieli alisalia kwa mwaminifu. God saved him. Mungu alimwokoa, And even the king praised God. na hata mfalme alimtukuza Mungu. We have to trust God. Tunapaswa kumwamini I Mungu. say we have to trust God. Nasema tunapaswa kumwamini Mungu. We have to be faithful in prayer. Tunapaswa kuwa waaminifu katika maombi. When we go through hard times, Tunapopita katika
katika nyakati ngumu. Maybe at school you are facing hard times. Labda shule unapitia nyakati ngumu. Or at home you are facing hard times. Au nyumbani unapitia wakati mgumu. Or when you are sick. Labda wakati unaumwa. Remember that Jesus is beside you. Kumbuka ya kwamba Yesu yuko pembeni yako. Remember that Jesus is beside you. Kumbuka ya kwamba Yesu yuko pembeni yako. Jesus is walking beside us. Yesu anatembea. I say nasi. Jesus is walking beside us. Yesu anatembea pembeni yetu. My dear friends, Rafiki zangu wapendwa, you are never alone. kamwe hamko peke yenu. You are never alone. Kamwe hamko peke yenu. Don't be afraid. Msiogope. You are never alone. Hamko peke yenu. Don't be afraid. Msiogope. Jesus is with you. Yesu yuko nanyi. Jesus is with me. Yesu yuko nami. Jesus is always by your side. Yesu mara zote yuko pembeni yako. He is holding your hand Anakushika mkono. even when you feel afraid. Hata katika nyakati za kuwa na hofu. But there's one thing. Lakini kunacho kitu kimoja. You have to abide in him. Unatakiwa kufungamana naye. You have to abide in him. Wapaswa kufungamana naye. Since I accept this Jesus as my personal Savior and Lord, tangu nilipomkubali kuwa Bwana na Mwokozi wangu, many years ago, miaka mingi iliyopita, I am very happy being with this friend of mine. nimekuwa na furaha kuwa na huyu rafiki yangu. When I'm in challenges, katika changamoto, he comes anakuja and help me. ananisaidia. I have Joyce and your friend. Where are they in? Madam Those praise team? Joyce na wale waimbaji, timu ya waimbaji, When they'll be singing, watakapokuwa wakiimba, when they'll be singing, watakapokuwa wakiimba, I want all of you ningependa sisi sote who are saying, ambao wanasema I want to walk with Jesus all along my life. wanaosema wangependa wanahitaji watembee na Yesu maisha yao yote. It might be you were baptized long ago. Yawezekana ulibatizwa miaka mingi iliyopita. But to say, no, I don't want to leave him. Lakini unasema sitamani niweze kumwacha Yesu. I want to walk with him. Nataka nitembee pamoja naye. I want to be my best friend. Nahitaji awe rafiki yangu mwema. When I am in danger, I may have a time to call him. Ili wakati wa hatari niwe na fursa ya kumuita. You will rise. Utasimama. So that you may have a word of prayer. Ili kusudi tuwe na maombi ya pamoja. Tunaweza wote tukasimama. Let's rise. Tusimame. The song goes, what a friend we have in Jesus. Na wimbo katika kiambaza, hakuna rafiki kama Yesu. What a friend we have in Jesus. Rafiki wa pekee Yesu. What a friend we have in Jesus. Start. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry
As we are singing the second stanza, tunapokuwa tukiendelea na ubeti wa pili, I have a second call. ninao wito wa pili. Those who said yesterday they want to be baptized, Wale ambao jana walisema wangependa wapate kubatizwa, I want them to come here. I have a special prayer for them. waje mbele. Ninahitaji kufanya maombi maalum kwao. Those who said they want to be baptized, Wale ambao wanasema wangehitaji kubatizwa, you just come here. njoo tembea uje. I have a prayer for you. Ninayo maombi kwa ajili yako, And we are preparing a baptism event tomorrow. na litaandaliwa tukio la ubatizo siku ya kesho. So come. Sasa tembea uje, When you'll be baptized, na utakapokuwa umebatizwa, you'll engage yourself with this friend of ours in your life. utasalia pamoja na rafiki huyu siku zote. Those who gave their life to Jesus and they say they want to be baptized tomorrow. Wale ambao wanatamani waweze kubatizwa hata kesho, Now come in front. tembeeni mje hapa mbele. Come in front. Tembeeni mje hapa mbele. If you want to give your life to Jesus, Wale ambao wangetaka kuyakabidhi maisha yao you kwa are Yesu. saying it's not enough to stand. Hii You are saying it's not enough to stand. na haitatosha tu kusimama, And you are saying, I want to be baptized. lakini nataka nipige hatua nipate kubatizwa. Come in front. Come in front. Tembea I'm uje. waiting for you for your special prayer. Ninayo maombi maalum kwa ajili yako. I have a special prayer for you. Ninayo maombi maalum kwa ajili yako. I have a special prayer for you. Ninayo maombi maalum kwako. The third call. Wito wa tatu. I know many of us here are pupils. Natambua wengi mlioko hapa ni watoto. If your mother back home Kama mama yako nyumbani is sick anaumwa and you want us to pray for him or her, na ungependa tumuombee, your mother or your father, baba yako au mama yako, or your sister or your brother, awe ni dada yako au kaka yako, or your grandpa, au ni babu yako, come in front so that njoo tuweze pray. kumwombea. Kama baba yako au mama yako anaumwa, njoo tumuombee. come so that we may pray for him or her. Uje tuweze kumwombea. Yes, come. We want to pray for our parents today. Tunahitaji kuwaombea hao wazazi wetu We leo. want to pray for our parents today. Tunahitaji kuwaombea hao wazazi wetu. Have we trials and temptation? Is there trouble? In prayer. As they are still singing, Tunapokuwa tukiendelea kuimba, you just come so that you may have a word of prayer. we tembea tu tufanye maombi pamoja. And Pastor Msombwa, Na mchungaji Msombwa, may you come here so that we may pray. uje mahali hapa ili upate kuomba. I understand we have people who are following from our social medias. Tunatambua wapo ambao wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Maybe you need a special prayer. Ile ni ombi letu maalum. Maybe you need a special prayer. Na ile ombi maalum, Maybe you need a special prayer. yumkini unahitaji ombi maalum. You are facing a certain challenge. Unapitia
uzoefu wa changamoto fulani, you can write us a comment. unaweza ukatuandikia katika ukurasa wetu And I'll pray for you here. na tutakuombea hapa, And then back home I pray for you. na nyumbani pia tutakuombea, Because we have God who saves. kwa sababu tunaye Mungu anayeona, We have God who saves. na tunaye Mungu anayeona. Thank you for the song. Asante kwa wimbo, Thank you for the song. tunashukuru kwa wimbo. Now let us close our eyes. Hivyo tufunge macho yetu, Pastor Msomba will start praying. na mchungaji Msombo atatuombea, And then I'll finalize. nami nitahitimisha.